Kuna rais mmoja tu hapa duniani anapofanya ziara kwenye nchi yoyote, basi nchi hiyo lazima ijipange kumpokea, kwa sababu ujio wake anafunga mji mzima. Hakutakiwi hata ombaomba barabarani. Anakuja na ndege kubwa zaidi za mizigo, na uwanja unaotua hiyo ndege uwe mkubwa na pasiwe na ndege aina yoyote. Yaani kabla yeye ajaje anatanguliza vifaa vyake na majeshi yake, na rais huyo anatokea United States of America, na maanisha Donald Trump ni rais wa awamu ya 47 kutoka Marekani. Iko hivi, rais wa Marekani anapofanya ziara yoyote ya kimataifa au akiwa anakuja kwenye nchi yako kwa ajili ya mkutano maalum, kabla ya kuja kwenye nchi yako kwanza huanza jeshi lake ili kuja kuweka usalama kwenye nchi hiyo. Maandalizi yanaanza kupangwa na timu maalum ya Secret Service na Military Advance Team. Ni vikosi maalum vinavyohakikisha usalama wa rais wa Marekani. Wao huwahi mapema kabla ya siku ya ziara kuja kukagua uwanja wa ndege, hoteli atakaokaa rais, barabara atakazozitumia, na sehemu zote rais atapokaa kwenye mkutano zitakaguliwa na kuwekwa vifaa vya mawasiliano kwa ajili ya ulinzi kama tatizo lolote litatokea. Tena maeneo yote atakayopita rais watawekwa sniper juu ya majengo ili kuimarisha usalama zaidi. Na baada ya ukaguzi wa kwanza, na ndipo itaruhusiwa ndege kubwa iitwalo C5 Galaxy. Ni ndege kubwa zaidi duniani. Hii ni military cargo ya kijeshi kutoka huko Marekani, ambayo hii inabeba helikopta, vifaru na magari yote ya msafara atakayoyatumia rais kwenye nchi yako, ambapo umuhimu alikosi hili gari linaitwa The Beast. Yanakuwa yapo matatu yamefanana kwa ajili ya kuwachanganya maadui wasijue rais yupo kwenye gari gani. Na masharti ya hii ndege ili itue kwenye uwanja wako, lazima barabara ya ndege iwe ndefu sana. Kwa kawaida inahitaji takriban kilomita 3000 na zaidi, na barabara hiyo inahitaji iwe nzito na imara, kwa sababu ndege inaweza kuwa na uzito zaidi ya tani 380, na inapotua kwenye uwanja huo haihitajiki ndege yoyote uwepo kwenye huo uwanja. Baada ya kukamilishwa kila kitu, sasa siku ya tukio, rais anakuja na ndege yake inayoitwa Air Force One. Ni ndege moja la kifahari, na kitu wengi ambacho hawajui, hii ndege na floor 3, ambapo kuna chumba chake cha kulala, tena kuna ofisi yake ya mkutano na bafu yake binafsi, na tukizunguka upande wa pili kuna chumba hiki cha mawasiliano ambapo anaweza kuendesha vita akiwa huko juu, na upande wa pili kuna hospitali ndogo, medical room, kuna daktari maalum wa rais. Hata upasuaji mdogo unaweza kufanyika kama kuna dharura ikitokea, na tena kuna majiko mawili makubwa ndani ya ndege inawafanya wapishi wanaweza kuandaa chakula kwa watu 100 hadi 150. Na hata kama ndege ikija kuisha mafuta, zipo jeti maalum zinazobeba tenki la mafuta zinazojaza juu kwa juu. Ni ndege yenye teknolojia kali ya kuzuia mabomu. Kwanza tu tembea yake huko juu angani inasindikizwa na jet fighter kama F-15, pia F-16 na F-22. Hizi zinaimarisha ulinzi wa ndege hiyo. Ni jet fighter hatari sana guys. Ndio kuna nchi zenye ulinzi mkali kama Russia, China, lakini hakuna anayefikia kiwango cha Marekani. Siongee kwa ushabiki wala propaganda. Nakumbuka mwaka 2013 kipindi Marekani yupo Barack Obama alikuja Tanzania, ambapo hapa Tanzania kipindi hiko yupo rais wa awamu ya 4 Mheshimiwa Kikwete. Marekani ilikuja kufanya ziara Tanzania, lakini jinsi ilivyotua kulikuwa kuna hata ombaomba, barabara zilikuwa nyeupe, lakini ile ndege la cargo lilipata shida sana kutua kwenye uwanja wa Julius. Ilizunguka sana juu angani. Kipindi hiko anavyokuja anga lilifungwa, hakuna ndege inayotoka wala kuingia zaidi za Marekani. Leo tuishie hapa, halafu part 2 nitakuja kuelezea sasa jinsi Marekani anavyotua kwenye nchi fulani, ulinzi wake unakuwaje. Mimi jina langu linaitwa Max Prince. Ningependa sana unifollow. Bye.